Arusha. Kituo cha polisi kimeisha chote. Tension continues to rise in Tanzania following the recent unrest. Reports indicate that a hotel owned by singer Shalole has been burned down. A phone shop belonging to artist Bill Nass was set on fire. A boutique owned by musician Jux was raided and completely destroyed. It's important to note that all three artists are well-known supporters of President Samia Suluhu Hassan, making these attacks highly symbolic in the growing wave of anti-government protests. Pata tu tumeondoka wote. La haula wala quwwata illa billah lazim. Mwenyezi Mungu. Tusaidie, la haula la, ona chete hizo zinavoruka. Ona. Yaani ikienda tu kwenye gorofa mimi naogopa hiyo big boy ikikamata moto. Mungu. Jamani. Ilo gorofa lote mpaka chini linaondoka hilo. Mwenyezi Mungu. Ona watu wale Wahindi badala washuke chini pale wamekaa kwenye gorofa sijui wanatafuta nini, moto uko karibu vile. Subhanallah. Mungu wangu we. Ona hizo chiche zinavyoanguka chini. Kama kuna magari hapo watu wamepaki wangeaondoa. Afu ni benki hapo yani kwa nyuma kuna benki ya NMB pale. Tonight, Tanzania was supposed to sleep, but instead, the nation woke up. The government had declared a dusk to dawn curfew, warning citizens to stay indoors, but the people said one word, haturudi nyuma. We won't go back. Across Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, thousands flooded the streets, shouting, singing, protesting. They refused to be silenced. Authorities tried to tighten the curfew. They sent out warnings, arrested activists, shut down major roads. But still, the crowds grew. The message was clear. Tanzania has refused the curfew. Every chant echoed one truth, that you cannot lock down a nation's voice. Ninawatangazia wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam kuwa kuanzia leo tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 saa 12 jioni wawe majumbani mwao. Hakuna mtu yoyote yule anayeruhusiwa kuonekana barabarani au kwenye mitaa yoyote ile kuanzia muda huo wa saa 12 niliyoutaja. Askari wa jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ndio pekee watakuwa barabarani na katika mitaa ya jiji hilo kwa kazi maalum. From a curfew meant to restore order, Tanzania may have just ignited a revolution. The people are reclaiming the night, turning curfew hours into freedom hours. Because when a government says go inside and the people say we are already outside, that's not defiance, that's a new beginning. Tanzania has spoken. No curfew can silence truth. No darkness can hide the will of the people. The night maandamano are not just protests, they are the heartbeat of a nation that refuses to kneel. The question now is, will the leaders listen or will the fire spread? Tunataka